Ikiwa wewe ndio MC na watu wengi sana walikuwa wakijiuliza kuhusiana na hili penzi. Wengine walikuwa nadhani penzi limeisha, kila mtu alikuwa anaongea na kwake. Pengine labda useme neno kwenye hili. Okay, basically ni kwamba wale ni watu wazima na wewe ulikuwepo kwenye siku ya engagement na kukumbuka ile ya kwanza ulikuwepo na umeshakuja mara nyingi kunauliza hilo swali. Watu wote wakiwa wanaanza mahusiano. Kwa mfano Leonardo yuko na mpenzi wake. Bwana bado hajamuoa huyu. Hajamuoa? Bado. Leonardo. Kichwani kabisa. Bado hajamuoa. Leonardo na mpenzi wake wanaenjoy na furahi. Okay. Hawafikiri habari ya kuachana sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo ni katika watu wote ambao wanaingia kwenye mahusiano. Siku zote hawafikiri kama kuna kuachana. Kwa sababu wanakuwa wanafurahia mapenzi, intimacy inakuwa ipo kwenye engo yake. Sasa inapokuja swala la kuachana, kuna vitu vinatokea hapo between. Na hiyo inategemea sasa na utayari ama mtu fulani yuko tayari ama yuko tayari kukabiliana na ile changamoto ambayo inakuwa imetokea. Kwa hiyo hata kwa wao mimi sizungumzie sana, umeona wame break up, wame make up. You see, so it's like they break up to make up, lakini maisha bado yanaendelea. Umeona, kwa hiyo tutegemea time tutakuwa baba wao. Afu mimi nitafurahi nikiwa sehemu ya jambo lao pia. Okay. Pengine siku hii ya leo umefurahia baada ya kuona V na mwanaume wake ambaye ni Radio wamerudiana? Ndio rudia? Wameposti ile Valentine. Sijaona, ni I was busy. Na of course nilikuwa naongea na mke wangu nikasema na huyu hapa sio pesa sana kusema tuliongea. Kwa hiyo nasema kwamba hii inaweza kawa ni trend tunapokwenda kwenye nini Valentine, pengine ndio ikawa ile comeback sasa. Comeback ya V, so wameachia watu waseme baada content zake, nimpongeze. Sababu kuna content ametengeneza mashabiki, amepiga pesa pengine yamkini. Mbona lakini mwisho siku ndio hivyo mwisho wake umekuwa ni mzuri. Wewe umeniambia, so shout out to them. Ni kitu gani ambacho unatamani kutoka kwao? Hautamani kusherehesha sherehe yao ya ndoa? Bado vijana wadogo sana, wacha waenjoy maisha, wacha waendelee kwa explore life. Na kama ikifika ufanye, ndio sio kitu cha kukimbilia. Sio kitu cha kukimbilia. Kwa hiyo acha waenjoy maisha. Bado vijana wadogo sana. Pengine umri sahihi wa ndoa ni hakuna umri sahihi, ni pale tu wakati sahihi unapofika. Kama ilivyo wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi, siku zote Mungu hawai wala achelewi. Kwa hiyo hivyo unapofika time kwa bwana sasa twende kwenye step nyingine, lakini for the time being the still young kid, wacha waendelee kuenjoy maisha, wa explore maisha kama ambavyo anavyofanya ndugu yangu pamoja na ya mke wangu. Moja kati ya kitu ambacho nimekikubali kutoka kwako ni baada ya kukubaliana na swala la mkeo kumuingiza kwenye sanaa. Hongera kwenye hilo. Nashukuru, lakini alianza yeye. Alafu tumekutana kwenye sanaa kwa tayari ya. Lakini sana kufanya sanaa moja na mwanamke wako ni ngumu. Sasa ni kama Jay-Z na Beyonce, yani wamekutana kwenye sanaa alafu uweze, kwa sababu sasa tupo kwenye mahusiano, tulia kwanza nifanye mimi. Kila mtu ana wishi zake kwenye maisha. Ila nashukuru, pressure ni nyingi ya. Pressure nyingi. Unaziona ni nyingi za kaka zako. Siangalia kisimu yake. Kwa nini? Kwa nini sasa? Mimi nitegemea sio unachunguza chunguza. Hapana, maisha ni furaha na amani. Na sianipi sababu ya mimi kuanza kuteseka na simu yake. Kwa maana unafahamu vingi anavyofanya na anafahamu vingi kabisa. Sasa, vipi mambo vipi? Niko poa. Niko poa sana. Hongera sana kwa bado mwanaume ambaye mara kwanza nimekutana naye alikuwa mkweli, hakusema kama yuko single. Asante. Na ni mwanaume aina gani kwa nani? Mwanaume mzuri. Kama uko nje mnapomsifia, ndani ipo zaidi. Ana vituko, fujo na nini? Vituko anacho kwa sababu ni mchekeshaji. You take it as kazi yake na pia unaichukulia kama maisha yake, ananisaidia pia sana furahi muda wote. Sawa. Nini ambacho hukipendi kabisa kwa Leonardo? Hakuna. Sema kweli, hakuna. Ingekuwa ningesema. Kaka, nini ambacho hukipendi kwa mtu? Kuna mtu anaona bila sababu. Lakini ndio unajua lazima mwanamke kidogo amsumbue mume wake, kwa hiyo naichukua poa, ila kuna mtu anaona bila sababu. Moja kati ya kitu ambacho mimi nakifuatilia sana ni series yako mpya ya Mashaka. Kule ndani unafanya poa, lakini pia kuna baadhi ya watu tutakuwa wanajiuliza Leonardo alifikiria nini? Tumemzoea mtu wa stand up comedy, anasimama jukwani anatuchekesha. Nini ulifikiria ukaamua bora kwanza nitengeneze na hiki ili angalau niingize chochote kitu? Cha kwanza kufikiria ni hela,
Ukidiversify unachokifanya inaongezeka zaidi. Cha kwanza. Cha pili, kubadilika kunafanya watu wasichoke. Kwa hiyo sio kila siku una shoot clip fupi. Sometimes you take your time, unaleta series ndefu ambayo watu watakuwa wanafuatilia zaidi na zaidi, leo kesho kutwa. Lakini pia inakusaidia wewe kujitambua upo best zaidi wako. Labda mimi nipo vizuri zaidi kwenye series na nilikuwa sijui, kwa hiyo na sparkle ile talent yangu ya kwenye series. Mfumo umekuwa mgumu sana hasa kwa YouTubers. Tazama wengi wamekuwa comedian lakini pia wanafanya vitu vingi huko na ma series yamekuwa mengi sana. Kwa leo nani amejipanga vipi kuwapindua? Na namna hivi natakiwa kuwapindua ili ubaki on the top all the time. So keki ni kubwa lakini cha msingi ni research. Kama vile ambavyo kwenye clip kwenye stand up nimeonekana kama mambo yake anafanya vizuri sana. Issue ni research, kuangalia anafanyaje vizuri zaidi na YouTube pia. Lakini keki ni kubwa, wengi tunafanya vizuri, kwa hiyo mimi natamani tumzungumzie Vina Kiredio bwana. Usisikitike. Na namna ulikuwa unaumia sana uliposikia wameachana. Comment zako nilikuwa naziona. Mimi ni mmoja wa watu walikuwa wanamshauri sana Kiredio warudiane. Hapa ni hapa. Alikuwa mshauri sana warudiane. Yes. Alikuwa sana warudiane. Amenizuia. Amenikana na mkono. Naomba niishie hapa. Lakini basi niliona. Sometimes wewe nje mnaga vitu vya msingi. Mnaachana mnajifanya nitaweka watu. Unaenda umepambana zako huko nje umepata tu UTI. Bora tu mrudiane, mbaki ndani, mtengeneze maisha ndo haya. Kama hapo kusema kwamba ni mtu ambaye kuna mshauri Kiredio na pia. Unaweza kuchanganya kitu gani ambacho ulikuwa kwa vipi kama Kiredio mshikaji wangu? Hebu turudi tu hapa. Kapo yao inatengeneza msingi mzuri wa hela, content nzuri zaidi. Kwa hiyo nadhani ndio kikubwa zaidi, lakini pia wanapeana faraja na furaha. Tupe taarifa kidogo usimsikilize hivi. Hilo swali kwa ndani yake. Huwezi jua lakini sidhani. Asilimia ngapi? 0. Kwa nini 0? Kwa sababu sijai kuona hivi live wala message ni sijai kuona. Sawa. Ushauri gani ulikuwa unampa sana Kiredio kuhusiana na issue ya Naomba nisiape. Sala mwisho, bali mtenda naishia mzee wangu. Zawadi gani ambayo tumetoka Baadaye nitampa surprise. Nikisema sasa hivi Sisi tumesema sana. Asante sana.